For the last few weeks, nimeona vile viongozi wanaongea. Na ningependa kusema ya kwamba hatuna kambi. And if you were to ask me, ile kambi ambayo ninasimama ni ile kambi ya president na deputy yake. Kwa sababu hiyo ndio the heads ya serikali yetu. President akiongoza, akisaidiwa na deputy president Rigathi. Na ningependa wauliza viongozi wetu, lazima tupeane heshima kwa viongozi wetu. Heshima ya deputy president ni heshima ya president. When you disrespect the deputy president, you are also disrespecting the president. Na ningependa kuongea sana na watu wa Rift Valley, hasa wa Kalenjin. Wakikuyu walisimama na sisi. Rigathi alisimama na sisi. Na lazima tupee yeye heshima. Jana ama juzi niliona moja akichibishana na Rigathi. Yeye ni mzazi wetu. So heshimu. Kama kuna jambo ambalo amenena, because we are human beings, kuna vitu tutakubali, kuna zingine hatutaki. Please, there is a respectable way to address your mambo. Lakini sio kusimama kwa jukwaa na uchibishane na yeye. Hatutaruhusu. In fact, we should be the last people, especially those of us from Rift Valley, kufuruka serikali yetu. Bearing in mind that the one who is in leadership, president, is coming from this community. Haipo kwapo. And we want to tell ourselves, kama Kalenjin, kama watu wa Rift Valley, and we have everybody in this Rift Valley. This is a cosmopolitan area. Please, tusitoe maneno ambayo inaweza chochea watu. Kabisa, kabisa. You should be the last person. And shame on you, especially those of us from this community. Hatutakubaliana na hiyo. And very soon we will mobilize the community against you. Because hiyo maneno yako unanena is not our stand kama community. Tutasimama na president wetu, tutasimama na deputy president wetu, tuliwachakua, and we want them to deliver for this country. Na tumeona president alikuwa amesema unipatie mwaka moja nifanye mambo ya chakula. Anyone who would want to engage in very petty politics, we are not part of that as a community. So na hiyo siasa isifanyike hapa Rift Valley. Hatutasimama na wewe. Please, tupeane heshima kwa viongozi wote, from the president all the way to the village elders that we have, because that is the only way we can develop as a country. So my stand, na kama kuna kambi ninasimama ni ile kambi ya president na deputy yake, kwa sababu hiyo ndio serikali yetu. So can we desist? Lakini tuwe na heshima. If we want to go far as young leadership, tuwaheshimu wasasi wetu, tuwaheshimu viongozi wetu. Otherwise, we will lose direction. We will lose direction. And it is too early to start this petty politics. It's too early. 2027 bado. Na tutaendelea na our president mpaka 2032. So if there are any succession politics, please let us shelf manifesto yetu tuuse, and we ensure that we deliver on that manifesto. We want to see that our government stands firm, and what we hope as citizens of Kenya is development as of now. What we are seeing, what we've had, and what we think some few individuals are trying to kind of mess around. We want to urge them to keep cool, allow the president and the deputy president to proceed well with the agenda that the people of Kenya gave them. Tukiwa viongozi wa Bomet, tunaunga mkono rais 100%, tunaunga naibu wa rais mkono 100%. Kwa wakati huu ni wakati wa maendeleo, na hatutaki malumbano kwa chama yetu ya UDA na kwa serikali yetu. Kwa wale wachache ambayo wanataka kufuruka ama kulete ushano sio mzuri kati ya rais na naibu wake, tunakataa, na tunataka umoja na maendeleo kwa serikali yetu.